Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema katika Sahih Muslim, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah falyawmi 100 marra. Katika hii hadithi anaisema hivi, alikuwa amekaa na maswahaba zake, marafiki zake, vipenzi vyake, walikuwa wakielezeana katika mambo ya khairi. Alafu mdomo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni kana kwamba anaongea lakini sauti haitoki. Maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, mbona ni kama mdomo wako hautulini, kama unaongea kitu na hatusikii? Akamwambia, ninasema astaghfirullah wa atubu ilayhi, yani ninasema ewe Allah, ninakuomba unisamehe mimi na ninatubia kwako wewe. Wakamuuliza, na kwa nini unasema hivyo na umesamehewa madhambi yako? Akawaambia, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah falyawmi 100 marra. Hichi kipisi cha kwanza, innahu la yughanu ala qalbi, yani anahisi uzito katika moyo wake, kana kwamba anamtamani Allah, anatamani kuwa karibu na yeye. Akaelezea akasema, muda wote akitulia kidogo, mtu amekuja kesi, nimefanyiwa kitu fulani, akikaakaa mtu mwingine amekuja na tatizo lingine, akikaakaa Madina kumepigwa, anatakikana atengeneze kikosi ambacho kwamba kitakwenda kupigana jihadi. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa inni la astaghfirullah falyawmi 100 marra, yani anasema gayo astaghfirullah mara 100. Je, vipi mimi na wewe ambaye kwamba madhambi yetu yako automatic siku hizi? Ukitoka nje mwanamke amevaa uchi, utaki kusikiza mziki, jirani yako atakusikizisha kwa lazima. Yani madhambi yako automatic, mitihani ni mingi. Mimi na wewe inapaswa tuseme astaghfirullah wa atubu ilayhi mara ngapi kwa siku? Na hapa anasema kila jambo ambalo kwamba linakushughulisha basi linapaswa likufanye wewe utamani kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo likikushughulisha sana, basi ukiwa ni baadaye umetulia, hakikisha unamsabih Allah, unaomba msamaha kwa Allah, unataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya dhikri muda wote. Kwa sisi ambao kwamba madhambi yetu yako automatic, subhanallah, inapaswa tukithirishe kufanya dhikri, kumuomba Allah msamaha, tukithirishe katika kuswali swala zetu kwa wakati na kwa usahihi. Wewe Muislamu, hakikisha unamsambazia Muislamu mwenzako ujumbe huu kama sadaqatul jariya, na unafollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaikum.